Walikuwa anasema alafu anasema nita. Anasema alafu anasema nita. Anasema alafu anasema mta. Anasema alafu anasema mta. Kutoka kitabu cha Yohana 20 ya Agano Jipya limeanza. Agano Jipya limeanza baada ya Yesu kufa na kufufuka. Baada ya Yesu kufa na kufufuka, hutakuta sehemu, kasome kwanza leo. Hutakuta sehemu yoyote ambapo mitume walihubiri ufalme wa Mungu unakaribia. Sasa nyinyi mnafunga na kesho. Tumuni kama ufalme wa Mungu unakaribia. Watu wanasema ufalme wa Mungu karibia ndio kwa hiyo. Hakuna mtume Paulo, Petro, Yohana, Yakobo hawakuwa kuhubiri hivyo. Kabla ya kufa na kufufuka kwa Yesu walihubiri hivyo. Yesu katika Mathayo alikuwa hapa mamlaka akasema kahubiri watu watubu, ufalme wa Mungu umekaribia. Mnaelewa vizuri? Yesu aliwatuma ili wakafanya, wakaenda Yohana hubiri ufalme wa Mungu umekaribia. Alichokuwa anamaanisha ufalme wa Mungu ndio Yesu mwenyewe ndio ufalme wa Mungu. Alikuwa wokovu bado haujatimilika. Wokovu ulipotimilika, ufalme wa Mungu ukaja ndani ya wanadamu. Kwa hiyo ukawa hakuna sababu tena ya kusema tubudu, ufalme wa Mungu unakaribia. Ufalme wa Mungu uko tayari ndani ya wanadamu. Unanielewa? Mahubiri yakabadilika. Wakina Petro wakaanza kumhubiri Kristo. Yakobo akamhubiri Kristo. Yohana akamhubiri Kristo. Paulo akamhubiri Kristo. Mimi namhubiri Kristo. Sihubiri ufalme. Kwa nini? Kwa sababu mimi nina ufalme tayari. Na huo ufalme wa Mungu sisi ni mali yetu, sio mali ya mtu mwingine. Sisi tuko ndani ya ufalme, ni mali ya ufalme, kwa maana sisi ni wana wa ufalme. Kwa hiyo tunatembea ndani ya ufalme. Na tunapohubiri watu wa nje, tunawahubiri watu wa nje wamwamini nani? Kristo. Ili kwa nini? Waupate huo ufalme wa Mungu. Unanielewa? Sasa mitume baada ya hiyo hakuna sehemu kasikia mahubiri yale waliohubiri wakati Yesu yalibadilika, wakamhubiri Kristo. Kwa sisi tunataka kumhubiri nani? Kristo. Tunakwenda pamoja? Tukimhubiri Kristo, tumehubiri ufalme, tumehubiri wokovu, tumehubiri kila kitu. Kwa nini? Kila kitu kiko ndani ya Kristo. Amen. Sasa nataka kupata kini. Baada ya kupita hiyo, kilichofuata, mitume wote walitumia imani ya Kristo. Hawakutumia imani zao tena. Ndio Mungu kumeza. Yesu aliposema ombeni katika jina langu, ana maana ya kwamba wewe utumie imani iliyo katika Kristo Yesu. Amen. Au imani ya Yesu, sio imani yako. Amen. Okay, unaelewa. Katika Yesu wakati yuko, kila mtu alipokuja kuponywa, alisema imani yako imefanya nini? Imekuponya. Na wakati huo wanafunzi walipokuja wakasema, Bwana, tuongezee imani. Yesu akasemaje? Mkiwa na imani kidogo kiasi cha ngano punje ya haradali, utamwambia mlima huu ng'oka ukatupe baharini. Unaona, ini vice versa. Malaka anamwambia nini? Malaka hana imani. Hii alikuwa anazungumzia imani ya Yesu. Imani ya Paulo alikuwa nayo, lakini haina uwezo. Ina uwezo wa kuponya wenyewe wakiamini kwa neno na kupona. Lakini hiyo imani hawezi kuponya mtu. Amen. I understand. Amen. Kwa Yesu alichokibadilisha akakibadilisha kwamba sasa nyie baada ya kuamini msitumie imani zenu mbovu. Mimi ni imani yangu mimi. Sasa kisha elewa ufahamu, mtu anapata shida, hata muone mtu amekatika mguu.
utaamini kwamba Mungu utaona. Kwa sababu gani? Hautumii imani yako wewe, unatumia imani ya nani? Ya Yesu. Oh, asante Yesu. Nikupa lift.